Ninakusalimu rafiki yangu, karibu katika kipindi cha leo. Na kipindi cha leo nimekuandalia makala ambayo inaenda kujibu maswali matatu. Swali la kwanza ambalo litajibiwa na makala ya leo, je, ni kwa nini ni muhimu kuzaa kabla ya miaka 35 kwa mwanamke na mwanaume? Kwa nini ni muhimu kabla ya miaka 35 kuzaa? Kwa nini ni muhimu? Swali la pili ambalo nitalijibu katika makala hii ni kati ya baba na mama, nani anachangia kwa kiasi kikubwa au nani anasababisha kupata mtoto mwenye changamoto ya akili ama mtindio wa ubongo, yani Down syndrome? Lakini swali la tatu ambalo tutalijibu katika makala hii, je, kutokuwa na mbegu ama sperm kwenye semen, yani ule mtupu wa mwanaume, kutokuwemo mbegu, yani yakawa majimaji tu, kunaweza kuconfirm ama kuthibitisha kwamba mwanaume huyo hana uwezo wa kuzalisha tena? Hayo ndio maswali ambayo nitajibu katika makala hii. Mungu akujalie sana, fuatana nami. Wakati fulani unaweza ukajiuliza, kumekuwa na story nyingi unajua katika nchi ya Tanzania, naongelea sana specific kwa Tanzania, kwamba kuna saa matokeo yale ya kidato cha 4 na cha 6, watu wanajiuliza, wale wazee kama mimi na kurudi nyuma huko, kwamba kwa nini watoto miaka hii wanafaulu sana form 4 na form 6? Nini, labda mitihani ni miepesi sana, ama kuna namna fulani inafanyika mpaka watoto wanafaulu? Maana division 1 ya pointi 7 form 4 ni nyingi, division 1 pointi 3 kwa kidato cha 6 ni nyingi sana. Nini kinafanya hawa watoto wanafaulu sana? Pointi 3, pointi 6, pointi 7 ni mbona nyingi? Unaanza kujiuliza, ama sisi hatukuwa na akili sana? Maana tulikuwa tunaparangana, unasoma sana lakini unaishi haufiki huko. Sasa unaona ni kweli kwenye mitandao ni nyingi na sina shida, lakini swali tu jepesi unajiuliza, hizo division 1 za pointi 7 unazodhani ni nyingi na hizo division 1 za pointi 3 unazodhani ni nyingi, nyumbani kwako zipo? Unagundua kwamba ni kweli unaziona tu mtandaoni, lakini akina nani wanaozipata? Ndugu yako hajapata, mdogo wako hajapata, mwanao hajapata, ila tu unaendelea kusema ni nyingi. Hapana, mimi nina mtazamo tofauti ambao sio lazima nilete sana, lakini najaribu tu kukuleta katika habari pia ya kupata mtoto. Watoto wako wengi mashuleni wanazagaa, mitaani wanazagaa, makanisani, misikitini, watoto ni wengi sana, lakini linapokuja swala la wewe sasa kumtafuta huyo mtoto ni changamoto. Mtoto hapatikani kirahisi sana kama ambavyo watu wengi hudhani. Ndio kuna wakati fulani watu wanasema, mbona mahosigeli ni kama wanabeba mimba kwa haraka sana? Sasa ukitaka ujue kwamba hata hao mahosigeli hawabebi mimba kwa haraka sana, nuia moyoni mwako sasa kwamba naenda kuzaa na hosigeli, unaweza ukashangaa hapati mtoto. Lakini huenda sababu ya kwa nini mahosigeli wanaonekana kuzaa haraka ni kwa sababu moja, wengi wanakuwa na umri miaka kati ya 15 mpaka 20 hapo, ambapo wanakuwa wako active sana, kwa hiyo anaweza kuzaa mapema. Lakini pia hapana desperation, ni mwanaume hayuko desperate kupata mtoto, kwa anakuwa tu kama wa bahati mbaya, ndio maana unaona kama wanakuwa wanapata mimba kwa haraka. Nafikiri hiyo inaweza kuwa ni sababu. Sasa najaribu kuwaza, inapokuja kwenye swala la kupata mtoto kwenye ndoa ni changamoto sana, sio rahisi kama ambavyo watu wengi wanadhani. Niliwaambia habari ya Amerika katika research kwamba wanaume 100 wanaotafuta watoto, wanaume 10 wana changamoto, wanakutana na changamoto ya kutokupata mtoto. Maana yake ni kama 10% hivi. Kwa hiyo bado unaona kwamba changamoto ni kubwa na inaweza kuwa kati ya mwanaume ama ikawa kwa mwanamke. Leo natamani kufuatana na mimi swali lile swali la tatu, wakati ninajibu kwamba je, kutokuwa na mbegu ama sperm, yani kwamba mwanaume ana uwezo wa kutoa mbegu akarusha kabisa goli lake tu vizuri na ikaonekana amerusha, lakini kumbe ndani yake hapana sperm au tuseme hamna mbegu, kwa hiyo inakuwa tu ni kama umerusha mate. Kwa hiyo kurusha kwa mwanaume haisemi kwamba lazima kuwe na mbegu mle ndani, na kutokuwa na mbegu mle ndani haimaanishi kwamba tayari hiyo imeconclude kwamba huwezi kupata mtoto. Hapana, ziko sababu ambazo zinafanya mwanaume anarusha lakini mle ndani unakuta hamna kitu.
Ni kama tu inapokuja swala la machungwa. Yale machungwa yetu ya siku hizi ambayo tunayala sana, wale yale yanatoka Tanga, sio wapi, mnajua, mimi hata sielewi sana. Lakini unakula lile chungwa ndani, unakuta hakuna mbegu. Ni tofauti yale machungwa yetu ya kienyeji huko tumeyazoea, kila mbegu unayotafuna, kila ile nani sio pingili ile unayotafuna, unatema mbegu 2 mpaka 3 4 kwenye nani moja. Lakini leo unakutana na machungwa hayana kitu. Vivyo hivyo ndio maana kuna sawa najaribu kuwaza ili swali la kwa nini changamoto ya kupata mtoto imekuwa ni kubwa sana. Najaribu kuwaza huenda pia ni haya mambo ambayo yanakuja sayansi na vitu vingine kwenye makemikali ya vyakula vya kusindika na mengine ambayo sio natural. Huenda hiyo najaribu tu kuonelea kulingana na uwezo wangu ambao unaweza kufikiria. Lakini somo letu ambapo natamani tulijenge ni hapo kwamba mbegu zinaweza kutoka, lakini semen inaweza kutoka lakini isiwe na mbegu. Kwa nini? Unaweza ukakuta mwanaume ana changamoto ya kusafirisha mbegu. Mahali ambapo mbegu inazalishwa ni tofauti na mahali ambapo inaenda kuungana na ile semen ili itoke nje. Kwa hiyo kuna distance inatakiwa kuwa travel kupitia mishipa au mirija ya mwanaume. Sasa inaweza kuwa na changamoto ile mirija, alafu mbegu zikaacha kuondoka. Kwa hiyo ama unaweza kuwa na ugonjwa fulani mwanaume, mbegu zikaacha kuondoka, ama conditions fulani zikatokea, mbegu zikaacha kuondoka. Kwa hiyo ukashangaa unatupa, na wale ambao wanajaribu kutafuta mtoto kwa njia za IVF, njia zingine za kuchukua mbegu ya mwanaume, unaweza ukatoa zikaonekana hamna, ukachanganyikiwa. Hapana, ni kwamba bado kuna njia ambazo zikatumika kwenda kwenye ile mirija ama mahali zinapozalishwa, na wakatoa mbegu zikawa tu vizuri na ukapata mtoto kwa njia zingine. Ambacho najaribu tu kukueleza ni kwamba ziko nyakati inaweza ikatokea hiyo, na hata kuna nyakati zinatokea na haujui kama una changamoto hiyo. Wewe utamlisha tu mwanamke dawa za kienyeji na vitu vingine, na bado unashindwa kupata mtoto. Kwa hivyo haiconfirm kwamba utashindwa kupata mtoto kwa sababu umerusha semen ama umetoa mate ambayo hayana mbegu. Lakini swali lingine ambalo nitaenda kujibu ni kwa nini ni muhimu kuzaa kabla ya miaka 35 kwa mwanamke na mwanaume? Kwa nini ni muhimu? Hapa ngoja nifute kiti kidogo. Unajua napoongea hivi kuzaa kabla, mtu ananikoti kwamba sasa kwani pastor wewe ndio unaamua kupata mtoto? Najaribu kuelezea ile sayansi tu, the pure science. Hiyo swala la neema ya Mungu sikatai, ipo neema ya Bwana. Hata Sara unajua habari zake, walipata watoto hivyo. Lakini najaribu kuelezea sasa ni science inayopatikana kwamba uhalisia uko hivi. Unapofika miaka 35 kwa baba ama kwa mama, kunakuwa na changamoto, kunakuwa na increase ya possibility ya kupata mtoto mwenye Down syndrome ama changamoto ya akili. Na huyu mtoto anakuwaje? Anakuwa na changamoto ya utindio wa ubongo, au hata muonekano wake tu wa nje unakuwa pia uko tofauti. Kwa hiyo unakuta mtoto anakuwa ana shingo fupi, macho yana namna fulani. Ukimwangalia tunaona kama kuna mahali fulani, design fulani, huyu mtoto hayuko sawa. Sasa historia inaeleza, ama watu wengi tunajua, masayansi ya Google, hata ukigoogle utaona ya kwamba wengi wanajua kwamba anayesababisha sana ni mama. Lakini ukweli ni kwamba takwimu zinaonyesha kwamba kati ya watoto 100 wanaozaliwa wenye changamoto hii ya Down syndrome, kati ya watoto 150, yani nusu yake, wanaonekana wamesababishwa na mbegu ya mwanaume iliyozeeka. Yani mbegu iliyozeeka ya mwanaume ni iliyotolewa na mwanaume mwenye umri kuanzia miaka 35 na kuendelea. Huyo katika ulimwengu wa mbegu za kiume, mbegu zake zimeanza kuzeeka. Niliwaambia kwamba unapofika miaka 35 na kuendelea, hapo ndipo mbegu zinaanza kuwa na changamoto pia kwenye quality, ambayo pia changamoto inakuwa kwenye genetic, kwenye genes. Kwa hiyo unakuta kuna zile chromosomes ambazo zinahusika kule. Sasa hiyo ni sayansi, sio hatuwezi kupoteza muda sana kuielezea. Chromosomes ziko kwenye pair, kwa hiyo zinakuwa 23 mara 2 46. Sasa hawa watoto wanakuwa na chromosomes 47, ya 21 inapata changamoto kidogo. Sasa hiyo ni sayansi nyingine, niachie tu mimi. Wewe cha kuchukua ni kwamba mtoto anazaliwa na shida na wazazi wenye umri kuanzia miaka 15 na kuendelea.
Ndio maana tunasema kijana ambaye umechelewa kujipata, ukaoa mwana, ukalazimika kuwa na miaka 35, 6 ngapi, angalau rudi nyuma kawe mwanamke mwenye umri mdogo. Na mama ambaye umechelewa kuolewa, umefika miaka 35, kama inawezekana kwa vyovyote vile ukapata kijana mdogo kidogo, hiyo itakuwa ni nzuri. Na ndio maana mimi huwa sina shida sana na age differences kwenye ndoa, sina shida sana. Kama inawezekana na upendo ukawepo, it's well and good, kwa sababu ndoa inasimamiwa na Kristo. Uko ushauri mwingine unaweza kutolewa, lakini that is my standpoint. Ambacho ninajaribu kukikazia ni kwamba ukweli uko hivi: tunapofika miaka 35, baba na mama, possibility ya kuzaa mtoto mwenye changamoto inakuwa kubwa. Lakini katika haya yote tunayoeleza, changamoto za kupata watoto kama ambavyo tumeeleza zinakuwa kubwa, hasa kwa sababu wanaume wengi hawataki kukubali kwamba wao pia ni sehemu, ama tuko nusu kwa nusu katika changamoto hizi. Na shida kubwa inakuja hapa ambapo wakati ambapo baba ana shida na mama naye ana shida. Kwa hiyo mama anaanza kupima, kwa sababu ya ego ya mwanaume, anaanza kupima mama anagundua na changamoto, ndio anaanza kula midawa. Baba hapo wakati huo hana mpango wa kupima, kwa sababu ukimuuliza anasema tumeshapima mke, ndio anaonekana na shida. Kwa hiyo unakuta changamoto inazidi kuwa kubwa ya kutokupata watoto. Lakini nini ambacho natamani kukisema, kwamba kama panawezekana kuoa mapema, ningeshauri tunaweza kuoa mapema ama kuolewa mapema kulingana na namna ambavyo Mungu anafungua neema. All in all, nisije nikakuangusha sana, ni kwamba kati ya vitu ambavyo naeleza hapa, I'm just trying to explain the science ya kibinadamu kabisa, pure science ya mwanadamu. Yeye ndio inayogundua haya yote, lakini neema ya Mungu inabaki kusimama pale pale. Hekima ya Mungu haijawahi kuvukwa na sayansi ya mwanadamu. Kwa hiyo unaweza ukashangaa kabisa, baba yuko vizuri, mama yuko vizuri, lakini wasipate mtoto. Ama baba akawa na shida na mama akawa na shida na bado wakapata mtoto. Ama mmoja wao akawa na shida na bado wakapata mtoto. Neema ya Mungu hatuwezi kuipinga, hatuwezi kuivuka. Hapa tunaeleza tu sayansi ya kibinadamu kwa namna ambavyo inawezekana. Yale ambayo tunaweza kuyafanya kama wajibu wetu wanaume, tunaweza kuyafanya. Kile ambacho naweza kukwambia ni kwamba ukubwa wa neema ambao mimi ninaijua vizuri, ninaweza kurifaa kwa Sara akiwa katika uzee kabisa. Mwanzo sura 21 inaeleza kwamba akapata mtoto katika uzee wake, wakati wa Bwana ulipofika. Lakini Hana pia kwa Elikana, naye alikuwa amefika kwenye menopause, lakini alipata mtoto wakati wa Bwana unapofika. Hilo ndilo la muhimu sana. Kwa mnaweza mkawa vizuri, lakini wakati wa Bwana ukawa hujafika. Mungu akubariki sana. Tuendelee kwa pamoja na channel hii kwa namna ya masomo mbalimbali. Kuna comment, una swali, unaweza ukaweka hapo. Mungu akubariki sana. Karibu katika channel yetu, na Bwana awe nawe.